Vigezo vinavyotumika katika kukadiria kodi ya ardhi. Wamiliki wengi sana hawajui jinsi gani na vigezo gani vinavyotumika kukadiriwa kodi ya ardhi hiyo. Basi leo nipo hapa kukujuza jinsi kodi hii inavyokadiriwa. Cha kwanza tujue maana ya kodi ya ardhi ni nini. Hii ni tozo ambayo mmiliki anatakiwa kulipa kwa ajili ya matumizi au umiliki wa ardhi, hasa ile ya serikali au iliyosajiliwa rasmi. Na hivi ni vigezo vinavyotumika kukadiria kodi hii. Cha kwanza ni ukubwa wa eneo au ardhi unayomiliki. Kwa mfano, unamiliki ardhi ya square mita 400 ambayo ni sawasawa na miguu 20 kwa 20. Kodi yako na mtu anayemiliki ardhi ya square mita 1000 ambayo ni sawasawa na miguu 50 kwa 20 lazima itatofautiana. Anayemiliki square mita 1000 atalipa kodi ya juu zaidi kidogo kuliko yule anayemiliki square mita 400. Kigezo cha pili kinachoangaliwa ni matumizi ya ardhi unayomiliki. Kwa mfano, matumizi ni matumizi ya biashara, matumizi ya makazi, ya viwanda, kilimo na vinginevyo. Kwa hiyo kodi zinatofautiana kulingana na matumizi ya ardhi husika. Mtu anayemiliki ardhi kwa ajili ya biashara au kiwanda, kodi yake itakuwa juu kidogo kuliko yule anayemiliki ardhi kwa ajili ya makazi peke yake. Namba 3 ni thamani ya ardhi uliopo. Na hii inaenda kwa mkoa. Mfano, thamani ya ardhi ya Dar es Salaam ni tofauti thamani ya ardhi ya Iringa. Watu wa Dar es Salaam watalipa kodi ya juu kidogo kuliko Iringa, na hii ni kutokana na maendeleo ya mkoa husika. Pia inatofautiana kati ya wilaya kwa wilaya. Kwa mfano, watu wa wilaya ya Kinondoni wanaweza wakalipa kodi ya juu kidogo au tofauti kidogo na watu wa wilaya ya tuseme Ilala. Na pia cha tatu ni ndani ya wilaya. Kuna sehemu kwa mfano Goba, tukilinganisha Goba labda na Mbezi Luguruni, watu ambao wanalipa kodi ya ardhi Goba inaweza ikawa juu au ikatofautiana na watu ambao wanalipa kodi ya ardhi ya Mbezi Luguruni. Kitu kingine wanachoangalia ni huduma muhimu zilizopo. Kama eneo huduma nyingi muhimu kwa mfano shule, barabara na vitu vingine kama hivyo viko vizuri zaidi, hiyo sehemu kodi yake kidogo itakuwa juu kuliko na sehemu ambazo bado huduma zile muhimu, shule, barabara nzuri, umeme haujafika. Na pia cha mwisho ni sera na vigezo vilivyowekwa na halmashauri au na serikali. Vipo vigezo ambavyo vimewekwa na halmashauri na hivyo pia vinatumika katika kukadiria kodi ya eneo husika. Nikisema hivyo basi, hii elimu itakusaidia wewe kuweza kujua ni jinsi gani kodi yako inavyokadiriwa, na pia utaweza kuelewa, kuhoji na hata kukata rufaa unapohisi kodi yako imekadiriwa vibaya. Na unapohisi vitu kama hivyo huelewi, basi tafuta afisa ardhi aweze kukuelezea ili ulipe kodi kwa amani, usione ya kuwa umeonewa, maana kulipa kodi ni muhimu. Na pia itakusaidia kupanga bajeti yako ili uweze kujua ni jinsi gani utakavyolipa kodi. Basi share video hii na watu wengine wengi waweze kujifunza, na kwa content nzuri kama hizi za kuelimisha kuhusiana na mambo ya ardhi na real estate kwa ujumla, follow page yetu ili kila tutakapopost uweze kujulisha. This is Genesis and this is Real Estate Easy Tips. Karibuni sana.